Mvulana mzuri anavaa helmet shuleni ili kupata upendo wa kweli. Ilianza siku ya Jumatatu asubuhi, wakati mvua ilinyesha. Uwanja wa shule ya Royal Grace High School ulijaa kelele, kicheko na machafuko ya vijana. Wanafunzi walikimbilia kutoka langoni mwa shule kwenda madarasa yao chini ya mvua nyepesi, wakijikinga kwa mifuko ya shule au kushiriki mavuli makubwa. Katikati ya umati, yeye alisimama akiwa tofauti, mrefu, msafi, na viatu vyeusi vilivyosuguliwa, sare safi, na helmet nyeusi inayong'aa kichwani mwake. Kila wakati, hakuna aliyejua uso wake kamili, hakuna aliyejua hadithi yake kamili, lakini wote walimwita jina moja, mvulana wa helmet. Jina lake halisi lilikuwa Michael, mwanafunzi hodari wa sayansi wa SS2 aliyehamia kutoka jiji lingine miezi 6 iliyopita. Tangu siku ya kwanza alipoingia uwanja wa shule akiwa amevaa helmet ya pikipiki, alikuwa mada ya dhihaka, uvumi wa kipumbavu na uonevu usioisha, hasa kutoka kwa wasichana wa tabaka la juu la shule. Je, anaficha kovu? Msichana mmoja angenong'ona. Labda ana harufu mbaya na helmet inakamata. Mwingine angecheka. Pengine ni machafu, ndiyo maana hana ujasiri. Na kiongozi wa dhihaka hii ya kila siku alikuwa malkia wa wasichana matajiri, Cynthia, binti wa mwanasiasa. Alitembea kwa kiburi, alizungumza kwa sumu, na alivaa utajiri wake kama silaha. Pamoja na marafiki zake wawili wasioweza kutenganishwa, Jessica na Vivian, walifanya maisha ya Michael kuwa ndoto mbaya. Cynthia alikaa katikati. Yeye ndiye kiongozi. Marafiki zake, Jessica na Vivian, walikaa kila upande, wakiwa tayari kucheka kwa chochote alichosema. Wakati mwingine walimzuia njia koridorini. Habari, mwana anga, Jessica angesema kwa dhihaka. Unaenda mwezini tena leo? Vivian angecheka. Michael hakujibu kamwe, hata mara moja. Alipita tu karibu nao, kimya na kwa utulivu, helmet kichwani, kichwa kimeinamisha kidogo. Cynthia alipiga macho yake. Alichukia ukimya ule. Alichukia kwamba hakumtazama hata. Kila siku uonevu uliendelea. Kila siku kicheko kilikuwa zaidi. Na kila siku, Michael alibaki kimya. Kwa Cynthia, ukimya ulionyesha ushindi. Kwa Michael, ukimya ulikuwa silaha yake pekee. Lakini vita vilikuwa mbali na kuisha. Ethas, Amanda. Msichana tofauti, lakini si kila mtu alimtendea kwa ukatili. Amanda hakufanya hivyo. Yeye alikuwa tofauti. Amanda alikuwa mtulivu, mwangalifu na mwenye akili. Alivaa sare safi zilizoshonwa daima na alitembea kwenda shule kila siku kutoka kijiji cha makazi pembezoni mwa mji. Baba yake, seremala wa mtaani mwenye karakana iliyojengwa kwa mbao na bati, alipambana kila siku kumudu maisha. Mama yake alichoma mahindi kando ya barabara, akipambana na moshi na mainzi ili kupata riziki. Licha ya hali ya kifedha ya familia yake, Amanda alijishika kwa heshima. Hakusengenya, hakudhihaki, aliangalia. Na kile alichuna kwa Michael ni kitu ambacho hakuna mwingine aliyekiona: amani. Hakushiriki kamwe wengine walipomcheka Michael. Hakumvita majina au kueneza uvumi. Aliangalia tu, kimya, kwa uangalifu. Kila siku aliona jinsi Cynthia na marafiki zake walivyomdhihaki. Aliona jinsi shule nzima ilivyonong'ona na kucheka kila alipopita. Na aliona jinsi Michael hakuzungumza kamwe, hakupigana, hata hakuinua kichwa chake. Siku moja alasiri, wakati jua lilikuwa pole na uwanja wa shule ulikuwa kimya, Amanda alimkuta amekaa peke yake chini ya mti wa mwembe wa zamani nyuma ya shule. Matawi yalifunguka pana, yakitoa kivuli baridi. Amanda alitembea polepole na kukaa karibu naye. Michael aligeuka helmet yake kidogo, kana kwamba ameshangazwa. Huzungumzi sana, alisema kwa upole, sauti yake kama upepo mtulivu. Michael hakujibu. Alikaa tu kimya, mikono yake ikilala magotini mwake. Amanda alitabasamu kwa upole. Huhitaji kuondoa helmet, alisema. Ninapenda kukaa nawe tu. Kichwa cha Michael kilinamia kidogo, lakini alibaki kimya. Tangu siku hiyo, Amanda alikuja kukaa naye kila wakati wa mapumziko ya mchana.
Wakati mwingine aliletea mahindi yaliyochomwa au biskuti ndogo. Aligawa vipande viwili, kumpa nusu moja na kula nyingine. Wakati mwingine hawakuzungumza kabisa. Walikaa tu pamoja wakiangalia ndege wakiruka juu ya uzio wa shule au majani yakianguka kutoka kwenye mti wa mwembe. Polepole kama umande wa asubuhi ukiguka kuwa mwanga wa jua, urafiki mtulivu ulianza kukua kati yao. Amanda alikuwa mtu pekee ambaye hakuona Helmet. Alimuona Michael. Na kwa mara ya kwanza, Michael alihisi kuonwa. Wales, siku ya utamaduni wiki zilipita. Uonevu uliendelea, lakini Michael hakuonekana kujali tena. Kuwepo kwa Amanda kulimpa kitu kilicho na nguvu zaidi kuliko ukimya, faraja. Kisha siku moja, kitu kilibadilika. Ilikuwa wakati wa siku ya kitamaduni ya shule kila mwaka. Kila mtu aliruhusiwa kuvaa mavazi ya asili yao. Uwanja wa shule ulijaa rangi. Vitambaa viing'avyo vilining'inia kwenye kuta kama bendera zinazocheza. Harufu ya puff-puff, wali wa pilau, na nyama iliyochomwa ilijaza hewa. Kicheko kilivuma wanafunzi walipoweka vibanda kuonyesha utamaduni wao. Popote ulipotazama, kulikuwa na uzuri. Wavulana wengine walivaa agbada na kofia zilizoguziwa kwa kiburi. Wasichana wengine walivaa iro na bubu, nywele zao zimepambwa kwa shanga zilizobonyeza walipotembea. Amanda alikuja na tabasamu la kijivu usoni mwake. Alivaa gauni rahisi la Ankara, mikono yake iliyofifia kidogo, pindo lake lililoshonwa vizuri na mikono ya mama yake. Ingawa mavazi yake hayakuwa ya anasa, kulikuwa na mangao kuhusu yeye. Utulivu wake na neema yake zilimfanya asimame zaidi ya vile mapambo ya dhahabu yangeweza kufanya. Wanafunzi wengine walimonyesha kwa kidole na kunong'ona, "Tazama Amanda, hata katika gauni rahisi ni mzuri." Lakini Amanda hakuwasikia. Macho yake yalitafuta umati kwa mtu mmoja, Michael. Alipomwona hatimaye, hatua zake zilipunguza mwendo. Michael alisimama mrefu pembeni mwa uwanja. Alivaa sare ya senator iliyoshonwa kwa usahihi ya bluu nzito kama anga la jioni, na kichwani mwake helmet ile ile nyeusi inayong'aa. Wanafunzi hawakuweza kuamini. Bado anavaa, mvulana mmoja alicheka. Hata siku ya utamaduni, mwingine alisema, akitikisa kichwa. Wengine walimwonyesha kidole, wengine walicheka. Lakini Michael hakujali. Alitembea kwa utulivu kama mfalme ambaye hahitaji kujieleza. Amanda alimkutana chini ya mti wao wa mwembe, mahali pao maalum mbali na kelele. Majani yalipeperuka kwa upole juu yao, yakitupa vivuli baridi kwenye ardhi. Amanda alimtazama, sauti yake ilikuwa pole. "Michael, kwa nini unabaki na helmet? Leo ni tofauti. Kila mtu anaonyesha ni nani. Wewe pia unaweza." Michael alitazama chini, mikono yake ikakaza pembeni mwake. "Ninaogopa," alisema kwa sauti ya chini, karibu kama kunong'ona. Amanda alinamia karibu. "Unaogopa nini?" Sauti ya Michael ilitetemeka. "Ninaogopa kwamba nikiondoa, kila kitu kitabadilika. Watu hawataniona kwa njia ile ile. Labda wewe hutaniona kwa njia ile ile." Moyo wa Amanda uliuma kwa maneno yake. Alinyosha mkono polepole na kushika mkono wake, vidole vyake vikiwa vya joto dhidi ya yake yaliyokuwa baridi na glavu. Macho yake yalikutana na kioo cheusi cha helmet yake. "Sijali kilichoko chini ya helmet, Michael," alisema, sauti yake imara na ya wema. "Ninapenda mtu aliye ndani. Ndio inayohusika kwangu." Kwa muda, ngoma, kicheko, kelele za sherehe zilififia. Moyo wa Michael ulipiga kwa kasi, kwa sauti kubwa akadhani anaweza kusikia. Hakusema chochote, lakini ndani tumaini dhaifu lilianza kukua. Hadagorscar, ujumbe wa Cynthia. Wiki mbili baadaye, Cynthia na marafiki zake waliamua kupandisha mambo. Walibaini Michael na Amanda wakikuwa karibu na hawakuweza kuvumilia. "Anachagua msichana huyo maskini badala yangu," Cynthia alisema kwa hasira, akipiga mkono kwenye dawati. Jessica aliinamia mbele haraka, macho yake yakiwa mapana. "Cynthia, tulia," lakini sauti ya Cynthia iliongezeka ukali. "Mimi, binti wa Seneta Okeke. Ananidhihakije mimi kwa binti wa seremala?" Jessica alitikisa kichwa kidogo. "Lazima tumfedhehaishe. Tumuonyeshe mahali pake."
Vivian alipiga makofi kwa furaha, bangili zake zikiwa na sauti. Ndio, tufanyie wakati wa mkutano wa asubuhi mbele ya watu wote. Midomo ya Cynthia ilikunja tabasamu polepole la hatari. Vizuri, tutakapokuwa tumemaliza, mvulana wa helmet hatawahi kuinua kichwa chake tena. Dizir, ukweli unafunuliwa. Asubuhi iliyofuata, hewa katika shule ya Royal Grace High ilijaa maongezi. Jua lilikuwa kali. Uwanja ulijaa mistari safi ya wanafunzi wamesimama katika mkutano. Walimu walisimama mbele, wakiwaangalia kama walinzi watulivu. Michael alisimama kimya pembeni, helmet kichwani, mikono kwenye mifuko. Amanda alisimama karibu naye, moyo wake mtulivu lakini makini. Cynthia alitembea kwenye podium, hatua zake za kelele na zikiwa na kiburi. Alishika kipaza sauti, uso wake mtamu kama asali inayoficha miba. Habari za asubuhi, wanafunzi, alisalimu, akitabasamu kama malkia akihutubia raia zake. Wanafunzi walijibu kwa sauti moja kuu, habari za asubuhi. Macho ya Cynthia yaling'aa kwa nia ya ubaya. Leo, alisema kwa utamu, tutasherehekea uaminifu na ukweli. Wanafunzi wengine walipiga makofi bila kujua kwa nini. Kisha sauti yake ilikuwa kubwa, kali zaidi. Na njia gani bora ya kusherehekea kuliko kufunua hatimaye siri kubwa katika shule yetu, mvulana wa helmet? Vichwa viligeuka mara moja kuelekea Mikael. Mashangazo yalienea kupitia umati kama moto katika majani makavu. Cynthia alimwonyesha kidole moja kwa moja. Mikael, njoo mbele na uondoe helmet hiyo. Hebu tuone uso uliokuwa ukificha. Uwanja wa mkutano ulikuwa wa kichaa. Wanafunzi wengine walianza kuimba, iondoe, iondoe, iondoe. Sauti ilikuwa kubwa, ikivuma kote uwanjani. Mikael aliganda pale alisimama. Mikono yake ilikaza kuwa ngumi. Ndani ya helmet kupumua kwake kuliongezeka kasi. Sauti ya Amanda ilisikika juu ya kelele. Acha hivyo, mwache. Alipiga kelele, akisukuma mbele, lakini hakuna aliyesikiliza. Macho ya Cynthia yaling'aa kwa ushindi alipoinamia kwenye kipaza sauti. Unaficha nini, Michael? Je, unaona haya au una kiburi tu kutuonyesha uso wako wa kweli? Uimbaji uliongezeka nguvu. Iondoe, iondoe. Moyo wa Amanda ulipiga. Aligeukia Michael, sauti yake ikitetemeka, lakini imara. Usifanye hivyo, Michael. Huwadai chochote. Lakini Mikael alijua wakati huu hawezi kuepukika. Pole pole, alianza kutembea mbele. Kelele za umati zikiongezeka na kila hatua aliyochukua. Mikael alitembea mbele pole pole. Nitaiondoa, alisema kwa sauti ya chini. Umati ulikuwa kimya. Kelele zilisimama. Hakuna kicheko, hakuna kuimba, kimya tu. Hata Cynthia alionyesha mshangao. Moyo wa Amanda ulipiga kwa kasi. Mkono wake ulimufikia. Michael, huhitaji, alinong'ona, lakini yeye aliondoka kwa upole. Polepole, vidole vyake vilikuta ukanda chini ya kidevu chake. Alivifungua kwa mlio moja mtulivu. Sauti ilionyesha kubwa kuliko kengele ya shule. Kisha kwa mikono ya uangalifu, Michael aliinua helmet. Mashangazo yalipasuka kupitia umati kama ngurumo la radi. Wanafunzi wengine walifunika vinywa vyao, wengine waliyumbayumba nyuma, wachache walisimama wameganda, macho yao mapana. Uso wa Michael uliang'aa chini ya jua la asubuhi. Ngozi yake ilikuwa laini. Hakuna makovu, hakuna vima vimadogo, ukamilifu tu. Taya yake ilikuwa imara kali, kama ilikuwa imechongwa kutoka kwenye jiwe. Macho yake ya kahawia meupe yalikuwa na utulivu ambao ulivuta kila mtu. Alionekana kama mtu anayefaa kwenye jalada la gazeti, sio kufichwa nyuma ya helmet. Kinywa cha Cynthia kilifunguka. Midomo yake ilitetemeka, lakini hakuna maneno yaliyotoka. Jessica aliinamia karibu na Vivian na kunong'ona, sauti yake ikitetemeka. Yeye ni mzuri, mzuri sana. Vivian alishika kichwa chake kwa mshangao, akinong'ona, hii haiwezekani kuwa kweli. Wanafunzi wale wale ambao walikuwa wamecheka sasa walisimama kwa mshangao. Lakini Mikael hakuwaangalia. Hakutabasamu. Hakuinama. Aligeuka tu, akishika helmet kwa mkono mmoja na kutembea mbali polepole.
Kila hatua ilikuwa nzito, lakini mabega yake yalikuwa wima. Kifua cha Amanda kilifinyangana. Alikimbia kumfuata, akiita kwa upole, Michael, subiri, anawahi Sarah. Ukweli wa wote wawili, Amanda alimfuata kimya. Nyuma ya madarasa, walisimama. Kwa nini ulificha uso wako wakati wote huu? Aliuliza. Michael alipumua kwa uchovu. Kwa sababu sikutaka kupendwa kwa uso wangu. Wazazi wangu ni matajiri. Nimebadilisha shule mara 3. Kila wakati jambo lile lile linatokea, watu wanakimbilia kuwa rafiki zangu tu kwa sababu ya jinsi ninavyoonekana au gari linaloniwacha. Nilichoka. Nilitaka kitu tofauti. Nilitaka kitu cha kweli. Amanda alitikisa kichwa polepole. Aliendelea. Siku nilipokutana nawe, hukuniuliza chochote kuhusu Helmet. Ulikaa tu nami. Hakuna hukumu, hakuna mahitaji. Ndipo nilipojua nimepata nilichokuwa nikitafuta. Machozi yalijaa machoni pa Amanda. Lakini mimi ni maskini Mikael. Unastahili mtu bora. Mtu anayevaa viatu safi kila siku, sio mtu ambaye mama yake anauza mahindi yaliyochomwa kando ya barabara. Michael alishika mkono wake. Hapana Amanda, wewe ni kitu bora kabisa kilichonipata mimi. Nilivaa helmet kuficha uso wangu, lakini wewe uliona moyo wangu. Hiyo ndiyo mapenzi. Alitabasamu, kozi ikimtiririka ushavuni. Walisimama pale wakishikana mikono wakati upepo wa alasiri ulipoperepeta kupitia miti. Shatadaoth, kukataliwa na wazazi ilipaswa kuwa ushindi. Michael aliondoa helmet. Amanda alitabasamu. Ukweli wa utambulisho wake, uso wake mzuri, tabia yake ya utulivu, na hamu yake ya ajabu ya kupendwa kwa zaidi ya mwonekano, hatimaye ulijitokeza. Alipata mapenzi kwa Amanda, msichana mtulivu, mwaminifu aliona zaidi ya helmet na ndani ya moyo wake. Lakini Mikael alipompeleka Amanda nyumbani kwa mara ya kwanza, kwa kiburi na furaha, kila kitu kilibadilika. Walikaa kwenye sebule kuu ya jumba la wazazi wake. Amanda, katika gauni lake safi lakini lililofaded, alikaa wima na kwa heshima. Michael alishika mkono wake kwa nguvu, hakujali mtu yeyote anafikiri nini. Mama yake, Bi Daramola, aliinua nyusi iliyoandaliwa vizuri. Basi, Amanda, sivyo? Aliuliza, toni yake ya adabu lakini baridi. Ndiyo bibi, Amanda alisema kwa tabasamu la utulivu. Wazazi wako ni nani? Baba yangu ni seremala na mama yangu anauza mahindi yaliyochomwa. Kimya. Bwana Daramola alitengeza koo. Michael bado alishika mkono wa Amanda, lakini ulianza kutetemeka. Unataka nini haswa na mwana wetu? Bi Daramola aliendelea. Unafikiri hii ni hadithi ya kubuni? Mapenzi katika umaskini? Je, hii ni mpango wa kuboresha hadhi ya familia yako? Mama! Michael alipiga kelele. Uso wa Amanda haukufifia. Alisema tu, sikupenda mwanao kwa ajili ya pesa zake. Hata sikujua ni tajiri. Kabisa, Bwana Daramola alisema. Na hiyo ndiyo shida. Hatukufanya kazi kwa bidii kujenga urithi wetu ili mwana wetu awe mtu ambaye wazazi wake hawawezi kumudu maisha ya kawaida. Samahani Amanda, Bi Daramola alisema kwa maamuzi. Lakini hatuwezi kuruhusu hii. Unahitaji kukaa mbali na mwana wetu. Macho ya Amanda yaliwaka kwa machozi ambayo hayakutiririka. Polepole alivuta mkono wake kutoka kwa Michael. Alisimama, mgongo wake wima, hadi yake ikiangaza kupitia maumivu yake. Asante kwa chai, alisema kwa upole, ingawa sauti yake ilitetemeka. Kisha, bila neno lingine, Amanda aligeuka na kutoka nje ya jumba. Hatua zake zilikuwa imara, lakini ndani ya moyo wake, machozi yalimwagika kama mvua. Nyuma yake, Mikael aliita jina lake, sauti yake ikivunjika. Lakini Amanda hakusimama. Maumivu mengine lazima yabebwe katika ukimya. Prestawers kutoweka kwa Amanda siku iliyofuata. Amanda hakuja shuleni. Alitafuta koridorini, uwanjani wa shule, hata chini ya mti wa muembe ambapo walikaa kila wakati. Hakuna kitu. Kengele ya chakula cha mchana ilipolia, moyo wake ulizama zaidi. Amanda bado hakuonekana popote. Michael alinong'ona kwake mwenyewe, labda amechelewa tu leo. Lakini moyoni mwake alijua kitu hakikuwa sawa. Baada ya shule,
alikimbia moja kwa moja kwenye nyumba yake. Alipiga mlango wa mbao, kifua chake kikifinyang'ana. Mama wa Amanda alitoka polepole, akipangusa mikono yake kwenye kanga yake. Habari za jioni mama, Michael alisalimu akihema. Je, Amanda yuko nyumbani? Macho ya mwanamke yalibadilika. Hapana mwanangu. Hayupo hapa, alisema, sauti yake ya utulivu lakini ya ajabu. Alec, alienda nje. Michael alizurura uso. Alienda wapi? Je, alisema atarudi lini? Mama wa Amanda alitikisa kichwa haraka. Karibu haraka sana. Hapana, hakuniambia. Kisha alifunga mlango kabla hajauliza zaidi. Siku iliyofuata, Michael alisubiri nje ya nyumba yake kabla ya jua kuchomoza. Alisubiri jua lilipozuka, akiangalia kila njia, akitumaini Amanda ataonekana. Lakini hakuonekana. Moyo wake ulipiga kwa nguvu zaidi kila saa ilipopita. Alipiga mlango tena, hakuna jibu. Alipiga simu yake mara kwa mara. Ililia, lakini hakuna aliyeinua. Kwa siku ya 3, Michael alikuwa akipoteza akili. Kisha kitu kisichotegemewa kilitokea. Mpango wa Cynthia. Michael alikaa chumbani mwake, macho yake yakiwa mekundu kwa ukosefu wa usingizi. Kadi kutoka kwa mtu wa ajabu ilikaa kwenye meza yake kama jiwe zito moyoni mwake. Hakuwa amemwona Amanda kwa siku. Hakujua aliko au kwa nini aliondoka bila neno. Aliposhuka hatimaye kwa chakula cha jioni, mama yake alikuwa akimsubiri. Daramola alikaa kwenye meza ya chakula, msimamo wake wima, sauti yake kali. Michael, alisema, ya kutosha na upumbavu huu. Sasa utamzingatia Cynthia. Kichwa cha Michael kilipiga juu. Nini? Aliuliza, sauti yake ikiongezeka. Hapana, yeye alinitesa tangu siku ya kwanza nilipokuja shule hii. Macho ya Daramola yaligiza kama wingu la dhoruba. Utafanya lililo sahihi kwa familia hii, alisema kwa baridi. Cynthia anatoka kwenye nyumba yenye nguvu. Baba yake ni seneta. Mjomba wake anamiliki benki. Familia zetu pamoja zitakuwa zisizoweza kushindwa. Ngumi za Michael zilifinyangana. Sijali nguvu, najali Amanda. Utamsahau msichana yule, mama yake alipiga kelele, akipiga kiganja chake kwenye meza. Ameondoka na hutasema tena juu yake. Pumzi ya Michael ilitetemeka, lakini hakusema chochote zaidi. Ndani, moyo wake ulivunjika kama kuni kavu chini ya mguu. Wiki ile ile iliyofuata, mpango wa Cynthia ulianza. Alianza kutenda kama mchumba wa Michael, sio faragani bali mbele ya kila mtu. Alisimama nje ya darasa lake akishikilia vitafunio. Alipopita, alicheka kwa sauti yake ikivuma chini ya koridor. Jessica na Vivian walijiunga, wakijifanya kuwa wafuasi wake wakubwa. Walipiga picha za Michael na Cynthia wakisimama pamoja na kuziweka mtandaoni. Hivi karibuni shule ilikuwa ikizunguka kwa manong'onezi, kama nyuki kuzunguka asali. Michael na Cynthia wanafanya mahusiano sasa, mvulana mmoja alisema. Nilijua. Mvulana wa helmet alikuwa akingojea tumsikana sahihi, mwingine aliiongeza. Mtu mwingine alicheka. Amanda hakuwa na nafasi, pesa daima hushinda. Uvumi ulienea haraka hivi kwamba mwishoni mwa wiki, kila mtu aliamini. Amanda anarudi jioni moja, wakati shule ilikaribia kuwa tupu. Amanda alirudi kimya. Alikuja kuchukua kitabu chake cha hesabu alichosahau. Hatua zake zilikuwa za polepole, moyo wake mzito. Alitaka tu kuingia na kutoka bila kuonwa, lakini hatima ilikuwa na mipango mingine. Alipopita karibu na maboksi, Cynthia alitokea na Jessica na Vivian. Midomo ya Cynthia ilikunja tabasamu katili. Vizuri, angalia ni nani aliyeamua kurudi, alisema, sauti yake ikijaa dhihaka. Bado unazunguka Amanda? Amanda aliganda lakini hakujibu. Jessica alicheka, sauti yake kali. Binti wa seremala, ulikuja kusafisha sakafu pia? Amanda alitazama juu. Siko hapa kwa ajili ya Michael. Oh, tunajua, Vivian alisema. Hukuwa kamwe katika kiwango chake. Jessica alicheka. Namaanisha, helmet au hakuna helmet, bado ni binti wa seremala. Cynthia alitembea karibu. Ulikuwa na wakati wako, Amanda.
Lakini maisha ni ya kweli, uhusiano hushinda. Mapenzi ni mazuri, lakini pesa huzungumza. Amanda hakusema chochote. Alichukua kitabu chake na kutembea mbali, lakini moyo wake ulikuwa ukivunjika. Michael alichukia kila sekunde ya mahusiano ya kubuni na Cynthia. Alikosa ukimya wa Amanda, kicheko chake cha kweli, jinsi alivyomwona, hata na helmet kichwani. Sitaki hii, alipiga kelele jioni moja. Utajifunza kumpenda, mama yake alisisitiza. Kama vile baba yako alijifunza kunipenda. Lakini Michael hakutaka mapenzi ya kulazimishwa. Alitaka Amanda. Alirudi nyumbani kwake mara kwa mara. Hakuna aliyejibu mlango. Mpaka siku moja, mtu alijibu, lakini si wazazi wake. Ilikuwa mwanaume mwenye suti nyeusi na kipaza sauti kidoleni. Je, naweza kukusaidia? Mwanaume aliuliza. Michael alipiga macho. Ninamtafuta Amanda. Amanda hakai hapa tena. Alienda wapi? Wewe ni nani? Mwanaume alimpa kadi. Ofisi ya gavana mtendaji. Walinzi. Michael aliangalia, akichanganyikiwa. Tambarao, ukweli mkubwa, unafunuliwa wiki ile ile. Shule ilijaa habari. Gari la serikali lilikuwa limesimama kwenye uwanja wa mkutano. Mkuu wa shule na wafanyakazi wote walisimama kwa tahadhari. Mashangazo yalienea kupitia umati. Gari la nani hilo? Mvulana moja alinong'ona. Msichana mwingine alishika mkono wa rafiki yake. Linaonekana kama msafara wa gavana. Macho ya mkuu wa shule yalifunguka. Wafanyakazi wangu nifuateni. Haraka, alipiga kelele. Walimu walikimbia kumfuata, karibu wakijikwaa walipokimbilia kwenye lango. Gari lilisimama kwa mpangilio kamili. Mlango wa gari kuu ulifunguka polepole. Kisha Amanda alishuka, lakini hakuvaa sare yake ya shule. Hakuna gauni rahisi lenye matundu. Badala yake, alivaa gauni zuri la rasmi, linatiririka na la kipekee, nywele zake zimepangwa vizuri kama taji la malkia. Hakukuwa na ishara ya binti maskini wa seremala ambaye mtu yeyote alidhani alikuwa. Nyuma yake, mwanaume mrefu alitokea. Uwepo wake ulikuwa wa kuamrisha, suti yake ghali, uso wake ambao kila mtu katika jimbo alitambua. Gavana Okeke, gavana wa sasa wa jimbo. Shule ilikuwa kimya kabisa. Hakuna manong'onezi, hakuna kicheko, uso ulioganda na mioyo inayopiga tu. Amanda alisimama mrefu, mgongo wake wima, uso wake mtulivu. Alitembea kwenye mbele ya uwanja wa mkutano na gavana nyuma yake, walimu wakiinamia kwa wasiwasi alipopita. Moyo wa Michael ulipiga kwa kasi kiasi kwamba uliuma. Alitazama, ameganda, asiweze kupumua. Mkuu wa shule haraka alimpa kipaza sauti, mikono yake ikitetemeka. Sauti ya Amanda ilivuma wazi, imara na thabiti. Kwa mwaka mmoja, alianza, macho yake yakipita juu ya umati. Nilikuja shule hii kwa siri ili kuona watu ni wa namna gani kweli, kuona ni nani wangenitendia kwa wema na ni nani wangeonyesha ukatili. Mashangazo yalipasuka, lakini aliendelea. Baadhi yenu mlinidhihaki, alisema, macho yake yakianguka kwa uchache kwa Cynthia, Jessica na Vivian. Baadhi yenu mliniudhi vibaya, mkacheka nguo zangu, viatu vyangu, ukimya wangu. Kinywa cha Cynthia kilifunguka kidogo, ngozi yake ikiwa rangi ya kijivujivu. Jessica alibadilika kwa kutoridhika, wakati Vivian alitazama chini, akitetemeka. Sauti ya Amanda ililegea, lakini maneno yake yalikuwa makali. Wachache tu walikuwa na wema. Wachache tu walinionea kwa mimi ni nani kweli ndani. Kisha macho yake yaligeukia Michael. Alitabasamu kwa upole. Sauti yake ya joto kama mwanga wa jua ukitokezea kupitia mawingu. Lakini mtu mmoja maalum sana, alinipenda. Sio kwa sababu ya cheo changu, sio kwa sababu ya mali au nguvu, bali kwa sababu aliamini nilikuwa ni msichana maskini tu kutoka nyumbani ya unyenyekevu. Midomo ya Michael ilifunguka, koo lake likawa ngumu. Ukweli ulimpiga kama umeme wa radi. Hakuwa anota. Amanda wake alikuwa binti wa gavana. Umati mzima ulipasuka katika machafuko. Mashangazo, kelele, manong'onezi. Haiwezekani, mtu alilia. Yeye ni binti wa gavana. Mwingine alipiga kelele. Cynthia aliyumba nyuma, magoti yake karibu yakimpa.
Jessica alishika kichwa chake, asiweze kuamini. Vivian alifunika kinywa chake na kupasuka kwa machozi, mabega yake yakitetemeka. Ardhi ilihisi kama inazunguka. Kila kitu walichodhani walijua kuhusu Amanda lilikuwa uongo. Na wakati huo, dunia ilipinduka. Ukweli wa wote wawili baadaye siku hiyo, kwa siri, alieleza kila kitu kwake. Michael alianza, akichukua pumzi ndefu. Baba yangu alikubali kuniruhusu kuficha utambulisho wangu kwa sababu nilikuwa nimechoka kuishi katika ulimwengu ambapo watu waliona tu jina la familia yangu. Wavulana walikuwa wakinifuata daima, lakini sio kwa sababu wanapenda mimi. Walitaka nguvu za baba yangu, mali ya familia yangu. Haikuwa ya kweli kamwe. Sauti yake ilitetemeka kidogo, lakini aliendelea kuzungumza. Nilikuja hapa kama Amanda tu, msichana ambaye kila mtu alidhani maskini. Nilitaka kupata mtu ambaye angenipenda kweli bila kujua mimi ni nani. Midomo ya Michael ilifunguka, macho yake mapana kwa mshangao. Alitoa kicheko kidogo chenye kutetemeka. Basi, tulikuwa wote katika siri. Midomo ya Amanda ilikunja tabasamu halisi lijalo la joto. Ndio, alisema kwa upole, akitikisa kichwa. Ulivaa helmet kuficha uso wako na mimi nilivaa umaskini kuficha jina langu. Kwa muda walitazamana tu. Kisha wote wawili walipasuka kwa kicheko. Sauti ya mwanga na bure kama ndege wanaruka. Michael alitembea karibu, tabasamu lake pana. Wakati wote huu tulikuwa tunajificha, na bado tulipata kila moja. Macho ya Amanda yaling'aa kwa furaha. Hiyo ni kwa sababu mapenzi ya kweli daima hupata njia, Michael alinong'ona. Chini ya kivuli cha mti wa mwembe, walisimama wakishikana mikono. Hakuna siri zilizobaki kati yao. Hakuna helmet, hakuna siri, ukweli na mapenzi tu. Wareth, aibu ya wazazi wa Michael waliaibika. Gavana mwenyewe alitaka mkutano wa faragha nao. Gavana Okeke alikaa mkabala nao, macho yake makali na yenye kukatishwa tamaa. Karibu naye alikaa Amanda, mtulivu na kimya, macho yake yakiangalia kwa uangalifu. Gavana alizungumza polepole, kila neno kama nyundo ikipiga mbao. Mlihukumu binti yangu, alisema, sauti yake imara. Sio kwa sababu ya tabia yake, sio kwa sababu ya moyo wake, bali kwa sababu mlidhani alikuwa maskini. Bi Daramola alishusha kichwa chake, mashavu yake yakiwa na aibu. Gavana aliinamia mbele. Niambieni, alisema, macho yake yakiwapenya. Kama Amanda alikuwa kweli binti wa seremala na muuzaji wa mahindi, je, asingekuwa bado stahili mapenzi ya mwana wenu? Chumba kilikuwa kimya. Bwana Daramola alifungua kinywa chake kujibu, lakini hakuna maneno yaliyotoka. Koo lake kiliziba. Bi Daramola alitazama chini kwenye sakafu, kiburi chake kimevunjika. Hatimaye, gavana alisimama. Michael aliona kile msichokiona, alisema. Alimuona moyo wake, ndio kinachohusika. Wazumi aji walisimama kimya na kuondoka kwenye jumba, vichwa vyao vikiwa vimeinamia. Wiki ile ile baadaye, Bi Daramola alimtembelea Amanda binafsi. Samahani, alisema, macho yake yakiwa na unyevunyevu. Tulikuwa makosa, sio kwa sababu ya utambulisho wako wa kweli, bali kwa sababu tulihukumu haraka sana. Hatukumwamini moyo wa mwana wetu. Amanda aliitikisa kichwa kwa neema. Ninasamehe, mama, lakini niahidi kitu kimoja. Mara ijayo, upe mapenzi nafasi kabla ya asili. Alitikisa kichwa. Hitimisho. Katika mwaka wa mwisho wa shule, Michael alimwomba Amanda wakati wa karamu ya valedictory. Sio kwa pete, bali akiwa na helmet mkononi. Hebu tuendelee kugundua kila moja. Hakuna ufichaji zaidi, hakuna siri zaidi, ukweli na mapenzi tu. Amanda alitabasamu, machozi machoni mwake. Tu kama nitaruhusiwa kuvaa helmet wakati mwingine, alifanya mzaha. Kila mtu alicheka. Na walipokumbatiana, umati ulisimama kwa makofi. Mvulana aliyevaa helmet kuficha utajiri wake. Msichana aliyevaa umaskini kuficha cheo chake. Na mapenzi yaliuna kupitia vyote. Natumaini umefurahia hadithi hii. Ikiwa ndivyo, tafadhali penda video,
Toa maoni juu ya ulichojifunza kutoka kwa hadithi hii. Shiriki na marafiki na familia, na usisahau kujiandikisha kwenye channel kwa hadithi zaidi za jadi za Kiafrika kama hii. Asante.